Jamani, nasikia joto vipi? Wale fanya kazi. Wewe naye ndoto kabisa na simu. Wewe naye unapenda kucheza simu kwa simu gani hasa? Shoga yangu na iPhone. Hivi unachukuliaje? Nigeuka. Hivi nafikiri mimi mtoto wa kawaida? Mimi mtoto wa mjini. Hii iPhone Pro Max macho mawili shoga yangu. Wewe unayo? Wewe yako? Asa hiyo ya nani? Kwa muda nilokaa hapo wao nikuta angekuwa simu ya mwingine singeshapigia. Sikuamini, hebu tuione kwanza. Sio ya mkopo shoga yangu, oji. Mimi sikopo shoga yangu. Asa mambo ya mkopo yameingiliaje? Nimesema tu kwa sababu tangu muda mrefu naona sana unichokonoa unanifuatilia mara si mara kitu gani wewe vipi? Niache. Unashuo. Hapa jamani, kumbufe nini hii? Not break kore. Usakai. Dada pipi foleni ya kupanda. Kidogo. Ni nini? Sababu ni iPhone. iPhone baka. iPhone. iPhone bala. iPhone. Jau kweli jau. Jau kibaka. 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 Mjomba. Yaani nakwambia tangia nimefika huko Dar es Salaam. Yaani huku hata mademu napata bure huku. Yaani waliposikia nimetoka Katoro. Mademu wanakuja wengi sana. Tulia. Hivyo. Yaani ukipiga kelele tunakumanua sasa hivi unakuwa mshikaji wa Israeli. Tulia wewe. Piga makelele umetoka Katoro. Kwanza achia simu. Nimetoka Katoro brother, hiyo simu. Furia blazako nani wewe? Blazako nani? Takumanua sasa hivi Katoro ndo nini? Toka Katoro una hata madini wewe. Afu mwa kuaga mshamba mdogo wangu wewe. Brother nisamee. Takumanua sasa hivi hapa. Afu mimi nitakuua, ujue mimi naamua kuua, ujue nitakuua wewe. Nisamee brother. Potea sasa hivi. Nite Team Black. Toto Swahilini. Wala soma saki. Nite Team Black. Toto Uswahilini. Wala soma saki. Munte Team Black. Toto Uswahilini. Wala soma saki. Nipo mtaani kila siku najua maisha ya mita. Storoway kwenye gari, storoway kwenye... Hivi wewe mweusi mimi unanichukuliaje? Tuanzie hapo, mimi unanichukuliaje? Mimi unanichukuliaje ukiniangalia hivi? Alafu usiniangalie usiniangalie kwepesi, niangalie vizuri, niangalie vizuri mimi kutumia hii simu. Hii simu afu unanitangaza kwa mimi mama mtu wangu yule pale anatumia simu hii. Wasichana wenzangu wanatumia simu nzuri. Mtu mbona kama hivyo mwanangu hapo? Kama hivi vipi? Mimi afu yani naona kama vile nakuchekea wewe, sio kunipa mimi simu. Wasichana wenzangu wana simu nzuri afu umeshika. Nakupa siku hizi nataka simu macho haya, zingatia namba 3 siku 3 macho matatu. Una hela kuninunulia simu nikaushie. Mama mtu sikiliza basi. Mama mtu. Zalao hizo. Hizo zalao kabisa hizo. Zalao au sio wanangu? Ndugu yangu kazi. Sema nini maisha halisi, maisha ya binadamu, baridi barafu mwanangu, ngoja mimi nimsaidie mama mtu. Mwanangu haina noma pacha. Nite Team Black. Toto Swahilini.
wala so Masaki. Nite Tintin Black, toto Uswahilini, wala so Masaki. Munte Tintin Black, toto. Ehe, wapi? Umekuwa mwizi, unataka kuiba? Haya, unatoka wapi saa hizi? Toka asubuhi saa hizi ndo unarudi. Saluni ya wapi? Unaona mimi mjinga eh? Nywele hizo saluni hiyo ya wapi? Mtoto wewe, mbona usikii wewe? Mtoto kila siku kiguna njia, mtoto wewe. Mama na ushaanza. Kwani una nini? Umechanjwa maviafisi? Mtoto unahangaika kutwa, mbona hizo siwaoni? Mtoto mpaka ubebe mimba uzae ngedele wewe. Mimi nakuona tu, usikii. Kwa nini lakini mtoto wewe? Mama ushaanza. Mchuma janga hula na wakwao. Na hilo janga utakula peke yako, mimi sili. Nishakuona sana we mtoto. Hutaki kusikia kabisa? Mtoto gani wewe usiyesikia lakini? Mtoto mpaka uanze kuumwa uone kama umepewa lazi, kumbe mimi sijakupa lazi mzazi wako. Mungu ndo anakuona. Anakupa lazi Mwenyezi Mungu, sio mimi. Mtoto tulia, kwani usikii? Mimi nishachoka. Asa mambo ya Mungu umefuata nini hapo? Ukianza kuongea na hata umalizi. Mtoto wewe usikii, unanichosha mama yako. Mpaka upate mimba za ngedele mshenzi wewe mtoto usikii wewe. Ala, nishachoka mimi. Ala. Vipi hapo? Mwanangu sio poa wala nini mwanangu. Oa mwanangu, mchumba sikaja maskani. Oa anaingia maskani pale mwanangu. Oa kanikuta na wauni kibao, naambiwa mwanangu hajachelewesha, katoa namba wewe, akanitolea biti bila mziki mwanangu. Oa anitolea biti mwanangu, mtoto anipe hata nafasi ya kumeza mate, unajua zile. Asa mke wako anabota kama hivyo, mpenzi wako, mchumba wako, mama mtu, mamkali wako anabota kama hivyo, sababu nini? Yani kisa nini mpaka anabota anatapika maneno kama hayo? Mimi wante moja mimi nafanya kumuuliza mama mtu nini? Niambie. Mama mtu ananiambia mwanangu mimi sielewi chochote, karushia kile kidogoli kile, akijua kile kidogoli nge. Mwanangu karushia kidogoli kile mwanangu na kidaka tu hivi. Ambaye anataka macho matatu. Mimi unanionaje mwanangu kafanya yuta, ni mtoto kageuka na unajua ile jungu nini lilivyokaa pale kishundo mbwembwe. Unaona? Mtoto kageuka nyuma mwanangu, wauni wote wananiangalia kabanda la video. Mtoto kanitolea namba mwanangu, nikasema sio kweli hapa natimba kwa muni wangu. Zipi za tunakula wapi? Tunakula hapa. Kwa hiyo mwanangu unajikuta una akili nyingi, unajioneleja msibonde, understanding how are you, au sio? Yaani unajikuta kombele mpelelezi, au siku hizo umekuwa nyungu mwanangu. Mwanangu nyungu wapi pacha? Nyungu wapi jau? Mimi nimekufuata wewe mwanangu, na ninajua kabisa kwamba wewe mwanangu nikienda kwa jau mimi jambo langu nini limeisha, unaelewa? Kwa sababu yule mtu kaja kanirushia steam zangu, mimi nilikuwa nishakula vitu vyangu, unaelewa? Sasa mimi kanirushia steam na kawaza oya mwanangu, hii macho matatu naitoa wapi? Nasema ngoja nimfuate mwanangu jau, kwa sababu najua nikimchukua jau mwanangu tukaingia nginja mtaa kwa mtaa, tukiingia road si atukosi hiyo macho matatu. Kwa hapa nimekufuata wewe mwanangu, kama vipi tuingie kati mwanangu tukaforce nipate hiyo macho matatu. Mimi mwanangu jana nimechezesha, najua limebaruza ile macho matatu na nataka wewe mimi nayo. Mimi macho matatu nayo. Una macho matatu? Ipo. Mwanangu Kulia baridi. Hili la mentali mwanangu. Yale hapa mimi nilikuwa nafunga ndonga. Ningia utosini huko nikaifusi niibabue. Sikiliza mwanangu. Hiyo hapo macho matatu ndio suluhisho la mama mtu. Wewe ni gay hapo. Mimi nitafanya hapo na kukinda 8 tu. Yaani kukinda 80 tu, hiyo tunamaliza shughuli.
Sasa 80 mwanangu, biashara gani? Mimi nimeuza watu jana ile. Winji yani leo namna gani vipi rafiki yangu afika 80? Mimi sijauza roho yangu kwa 80. Hata sikiliza, kwa sababu ya mwanangu afa familia. Ongeza 10 hapo mwanangu, iwe 90 tuwe biashara, tusijaze nzi kama tunakula embe au si? Wala tusipoteze muda kama mtu alentali shoga. Kwa hiyo hapo jao mimi 80 yenyewe nayokuambia hiyo malikauli babu. Sina hiyo hela sasa hivi hapa. Hapa cha kufanya mimi kesho ndo nisikilizie niingie road mwanangu, nikikutana na mtu hata ana kidogoli nachukua na kinda na ponda mwanangu, nachukua kisu na tia mbisu wa roho, mimi mradi nipate hela yako. Kesho naenda kufosia hela yako na kuletea hela yako yote mwanangu. Nikikutana na mtoto yoyote yule mwanangu anazuba sijui kipochi kimekaa vibaya na nini, mimi na kinda na ponda mwanangu, na chinja na toa roho mtu. Yaani mradi nipate hela yako mimi nikurudishia, afu mama mtu yeye apate macho matatu. Yaani kwa mama mtu mwanangu na uzalo mimi. Yaani na uzalo mwanangu. Unajua mwanangu, unachukulia lawama sana nipachani. Nyeusi unachukulia baridi sana, unachukulia kama unaniweza mwanangu. Alafu mazingira mimi siyakubaliani nayo, yani malikauli gani kwenye biashara namna gani vipi? Alafu simu yangu mimi, wewe unaenda kumpelekea mchumba namna gani vipi au si? Wewe unaamini kwenye mchumba au si? Sikiliza, usiniletee kama hizo hapo jao. Unajua wewe mwanangu unapomwongelea vibaya mchumba mimi unakuwa unanitoa kwenye stimu na nitoa kwenye reli. Wewe unamjua Samsoni mwanangu, unajua aliyempoza Samsoni alikuwa nani? Sasa Delila. Sasa si mchumba yule? Sasa wewe kwako Delila, kwako siana. Sasa wewe achana na mambo ya ana. Sasa wewe sikiliza nikwambie kitu kimoja. Sawa? Mimi kesho mwanangu naingia road naenda kuchukulia hela yako popote pale nitakapoipata hela yako. Mimi kwa swala la ana mwanangu, mimi bora mtu afe mwanangu. Nakwambia ukweli, sikilizia pacha. Mimi nachotaka pesa yangu, unajua mimi sitaki mambo mengi. Kesho ni stories kwa nyingi, tutaelewana. Oya. Hatutaelewana ba mdogo yani. Oya. Mimi napeleka hila hapa tambo, naenda kusovu msala kwa mama mtu baridi ba. Macho matatu yale. Huyu chura mwanangu alikuwa ananichukulia poa, anajua mimi nitakosa macho matatu. Nyeusi, mimi nakuamini mwanangu, afizo unajua unaniletea, unajua mwanangu. Yaani biashara yenyewe unaifanya malikauli, afu unajua mwanangu hizo salau unajua unaweka. Sasa uniamini mimi mwanangu, mimi ndaweza kukuletea zesheni kwenye vitu vya halisi vya maisha kweli mwanangu, mimi nakuletea zesheni. Ukiletea zesheni tunakataana unajua. Hamna siku hizi zesheni mwanangu, wewe kaza mwanangu, acha mimi nikamforce nikamalize huu msala. Mimi hiyo 80 hiyo kesho naenda kuleta usela road, afu naenda kuwaletea na kuletea hela yako baridi. Isipungue hata 180 unajua. Imeisha hiyo. Sasa ungeenda kusebenza huko mtaani, ungeenda kuchukua hata bukuteni wewe unavyokujua. Wewe una njaa sasa hivi ya rosto. Sikia, ngoja mimi nimpelekee mama mtu nimalize kesho mapema, tuvua viatu puliza mbwamba ndani. Bali. Sasa mwacha chukulia poa. Mimi jana nimekosa kosa na raia huko, nimetakuza afa chukulia poa. Zile selenge dazeni, nishakula vitu vyangu sitaki zesheni. Unajua mtana nani tafanya, alivuta mkononi atimi. Subiri kwanza bana, usinipotezee muda, hebu fanya mambo yako. Niambie utonitia hapa, mama kija kanikuta ataanza kwa mambo mengine. Sikiliza mpenzi, wewe unajua mimi hapa namependa kweli. Juu hapo si wauni, unajua tukishapenda tumependa. Hatuna hiyo. Aga. Sikiliza hiyo. Baba mtu, mimi nakuzingatia. Unajua one time moja wauni tukipenda tunapenda kweli. Ulichosema kwako mimi kwangu sheria. Nimezingatia kama ulivyotaka mama mtu. Unaelewa? Yaani nimeingia ndiki moko nimezama ndichi, nimetoka na michuzi. Michuzi yenyewe ni ipi mama mtu? Tambo lako macho matatu nimekuletea, nimekuposia mama mtu. Kwani upate shida mtoto mzuri? Oe. Basi naomba nione. Lakini mama mtu unajua USB jari. Sawa, si macho matatu, wewe nipe nikavimbe nani. Bali isoke swala nini mama mtu, shika tambo hilo mama katambe. Tamba. Kwani mimi unanichukuliaje lakini? Mimi niongee na nini wewe unielewe? Hii nini? Macho matatu haya nini? Yaani haya nini haya? Sisi macho matatu na mtu. Mimi nimekwambia nataka simu ya hivi. Nataka macho matatu iPhone, sio hii hapa. Wewe vipi kwani? Yaani kila siku unapenda kunizalilisha, toka. Shika kopo lako, toka. Shika, toka. Sio macho matatu. Toka. Mbona kama hivi? Toka, sitaka kutia mwizi. Nitakuwa. Fanya uende. Nitakutia mwizi. Yaani unajua nitakutia mwizi. Sasa wewe usisema unataka macho matatu mama mtu nimekuleta. Hebu toka basi, sitaka kutia mwizi. Mwizi. Baridi.
Oa Jau. Oa Jau. Oa. Oa Jau wewe. Oa vipi mbona bwata makelele mengi vipi tena hapo kulikoni? Oa. Oa mwanangu wewe Jau kweli mwanangu. Yaani wewe Jau kama jina lako Jau mwanangu. Sasa ndo mambo gani unafanya? Wewe unaniletea zesheni mwanangu. Mimi nikakuaminia nikajua kwamba jambo limeisha, tunaenda kule tunaenda kumaliza kila kitu. Dakika mwisho mwanangu unakuja kunitolea vitu vya ovyo, unaenda kule mwanangu havieleweki. Oa mwanangu unazingua, yaani unazingua kichini. Sasa bwana mapanga na mbona unaninyisha beto unaninyisha mkameme vipi? Wasikiliza mwanangu. Sikiliza mwanangu. Ujue nimemfuata mchumba nimempelekea lile tambo mwanangu. Dakika ya mwisho nafika pale mwanangu mchumba kanitolea chafu tena ile balaa. Mwanangu kachukua tambo hii. Ananiambia chukua kopo lako, mimi nimekutuma hiyo simu, hiyo sio iPhone macho matatu. Nataka iPhone macho matatu. Chukua kopo lako mwanangu kanitolea kama hivyo, shika simu yako. Sio kitumbua kishaingia mchanga hicho bodi. Mwanangu nilichogundua akili zako haziko sawa. Yaani wewe unakuwa falafala. Unakuwa mjinga rafiki yangu. Yaani unahangaika unahaso na uzalo yako rafiki yangu, atakwenda kufosi kupambana kwa ajili ya bichi, kwa ajili ya chula. Mbona akili una? Sikiliza mwanangu, sikiliza Jau mwanangu, mapenzi hisia boy. Mapenzi hisia Jau, tikisa kichwa kidogo unaelewa? Oa sikiliza nikwambie kitu kimoja mwanangu. Yule mtoto mimi nampenda kinoma ana, unaelewa? Alafu muuni nikipenda napenda kweli. Mimi sina zesheni yoyote kwa yule mtoto. Namuelewa mwanangu, sina demu yoyote wala chula yoyote hapa mtaani mimi nayemuelewa zaidi ya Ana. Ana ndo kila kitu mwanangu. Mwanangu nilichogundua akili zako haziko sawa. Yaani wewe unakuwa falafala. Oya mwanangu usimtolee namba kama hivyo Ana, ujue nampenda yule mtoto, ujue mapenzi alizamisha meli boy. Vipi rafiki yangu anashinda kujitambua, mapenzi hajazamisha meli. Mua ndo alizamisha meli. Wewe chizi nini mwanangu? Mapenzi ndo yamezamisha meli ya Titanic. Mimi nimezamisha meli gani? Femvi Bukoba. Meli ya Bukoba imezamisha na ndizi wewe, ilikuwa imejaza mikungu ya ndizi, wanaenda Mwanza kupiga kazi huko. Achana na hizo issue mwanangu, sikiliza. Mimi nampenda sana Ana mwanangu, afu time moja mimi nasikia hapa kabisa skata my brain mwanangu haiendi, lesi inarudi nyuma tu. Baridi mwanangu, mimi na wazo. Au sio? Sio wazo hili Tegeta. Mimi na wazo moja rafiki yangu, kama inawezekana. Pamtolee posa ule mchumba. Ukimtolea posa wanawake wanaamini sana kwenye ndoa. Kwa unakuwa kama umempiga fence yani. Ili mtu aende pale lazima aruke ukuta. Sio umenielewa? Wamtolee posa. Kuna shehe mmoja hivi anaitwa Yange Mtupisi. Kama unamwaza dua au unaweza ukamtafuta mtu yote mwenye ndevu nyingi ukampa akapeleka barua dua. Oya mwanangu Jau umeongea kitu ujue mwanangu umeongea kitu. Oya mwanangu una madini ujue mwanangu Jau. Oya wewe yai nini? Mimi si binadamu wa kawaida. Yaani mwanangu unaleta madini kaa yai mwanangu. Oya sema oya huyo nyange sio unamuongelea wakati hapa hivi yule ustazi mwe chebe baby. Mwembamba hivi mrefu. Napeleka barua leo. Sishu kwamba ukishapeleka pale umezuia mwendo, si ndio? Baridi mwanangu. Dua nyingi mwanangu pamoja bless. Wewe mtilie fence. Baridi haina noma baba. Kweli. Mimi niko uani nakata mabogi. Mtoto mshamba sana rafiki yangu. Nikarudisha simu sana bili nianze tena kazi ya kutafuta mteja. Basi mwenyewe ukikaa naye unakamata muda wote unakuchukua. Kuna mwana simu kaichukua kaichimbia hadi chini ya ardhi kaizima. Kang'oa kila kitu na bado wamemchukua. Ama simu ya kisasa. Wastazi wangu sikiliza kitu kimoja. Maisha halisi, maisha ya kibinadamu. Mimi nishakinda vyangu humo ndani. Wewe fikisha hiyo barua, mimi yule mchumba nahitaji nimweke ndani. Yule kuku wangu atanifungie bandani. Unaelewa? Wante moja mtaani tunaonekana wauni, tunaonekana madharau ni kwa vile tuna wanawake maskani. Sawa? Sasa mimi nataka nimchukue yule mchumba mimi naoa kihalali sio kiharamu. Na mweka mchumba ndani nini fresh maisha halisi. Au si kila kitu nimeshamaliza humo ndani. Wewe nenda kule kazingatie, mimi nakukubali ustazi wangu. Sikupingi. Taarifa zako CV zako zote mimi ninazo. Si unajua? Sahi. Kwa hiyo kama vipi hivyo tu mwanangu.
Kwani wewe wasiwasi yako haswa nini? Maana naona kama una wasiwasi. Wasiwasi yako haswa wewe nini kwani kijana? Unajua sikiza mwambie kitu kimoja. Yaani mimi shida ni nichoweka umo ndani wana. Umo ndani mimi nimekinda miteni, nimeweka shukwa Masai umo ndani unajua. Kwa hiyo sasa mimi na wasiwasi kwamba hiyo shukwa Masai watalipokea huko. Kwa sababu umo niko na teni tu ndo nimekinda umo mwanangu. Yaani sielewi wala ni. Wewe usiwe na wasiwasi kabisa kuhusiana na hilo. Yaani hii wewe umejitahidi sana. Kuna sehemu mimi nimeenda nimepewa shilingi 500. Ile 500 ile imechenjiwa ilikuwa 50 10. Ile ikatiwa katika bahasha. Nikaondoka nayo nipeleke kama mahali hiyo. Kufika njiani unaambiwa zile 50 57 zote zimeanguka. Nafika kule naangalia bahasha na mkabidhi mama mkwe. Kuna 150. Watu wamejaa pale wanasubiria shehe. Wanafungua barua kuna 150. Nilipata aibu sana. Au na 10,000 unashangaa eti usiwe na wasiwasi kabisa kuhusiana na ile swala. Wewe mke umepata. Niachie mimi, hizo ndo kazi zangu. Hizo mimi ndo kazi zangu. Wewe unamjua Zuchu? Nakajua kale kabinti kale kanaimba vizuri kweli na namuka kawa safi. Sasa yule mume Zuchu, si unamjua Diamond yani. Wewe baba. Wewe una bahati. Wewe ndo kwa mshenga wake Simba. Mimi yule amenambia nipeleke posa kwa Abija Kopa nyumbani kwa Abija, kama unavyojua familia ile na ukubwa wake wote. Mimi ndo mshenga wa Mondi, sio Mondi tumeona nijua Tanzania mzima. Siri zingine mimi sikwambii wewe, unaweza kaniogopa. Nimepeleka juzuu ya buku yelo, ndo yule Zuchu yule anaolewa na Diamond. Juzuu 1,500 na yule mtu mawe. Juzuu Ahmed. Lakini hivyo vitu usiadisie kwa hiyo siri yako. Wewe umeblandi wewe shenga. Asa wewe mke umepata? Wewe mke umepata kwa sababu una vitu vikuu vitatu katika maisha ya mwanadamu vinatakiwa hivyo viwaishwe haraka sana. Sawa bwana, kiumbe akishafariki atakiwa zikwe haraka. Alafu kingine mwanadamu au kijana anapohitaji kufunga ndoa au kufungishwa ndoa afungishwe haraka. Awaishwe haraka sana huyu. Katika hili swala la ndoa lifanyike bila ya buguza, bila ya mawazo, bila vikao. Wewe mke umepata. Alafu kitu kingine nataka nikwambie, Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhallazina amanu, enyi mlioamini, alhadurukum tumjikum min adhabi ali. Niwafundisheni biashara atakayokushirini kwenye adhabu kali. Tuuminuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi. Umenielewa hapo? Kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na kuipigania dini ya Mwenyezi Mungu kwa njia fi sabilillahi. Miongoni mwa fi sabilillahi kufunga ndoa. Wewe upo katika njia ya mtume. Alafu mimi pepo naiona hapo shehe wangu. Kwa hiyo kama bibi na wanangu kibao peponi, mwanangu aliotangulia mbele zake. Wanangu wengi kama wote, mwanangu Devi kameramani huyo mwanangu alishatangulia. Kuna Cholo Mnyamwezi mwanangu wa bodaboda aliingia chini ya lori huyo mwanangu naye alishatangulia mbele za haki. Wapo wahuni wangu kibao mwanangu huko mbele haki. Au mimi naingia peponi pale wahuni wote shangwe kama lote. Yaani wewe kama nimeingia 1 point ba. Wewe umetoboa peponi. Wewe umeenda peponi. Sasa sikiliza mambo sio mengi. Mzingatie huyo Bibi Dash. Hii hela nyingi sana. Ustazi wangu mimi hilo jambo langu limeshaisha. Nimeshalikabidhi kwako, nishamaliza. Sasa hivi naenda kuchonga na mwanangu Jau pale. Mwanangu Jau namwaminia. Yule mtoto kwa kusambaza kadi hapa shughuli tunaye. Umeelewa, anaenda kusambaza kadi chocho kwa chocho, anakusanya mafaranga na nini, tunatulia. Tunasikilizia siku ya shughuli. Kwa sababu hiyo siku ya shughuli nataka mwanangu Jau yeye ndo atakuwa anakaribisha wageni. Yule namkubali mwanangu. Yule anafanya kazi mbili kwa wakati mmoja. Yaani wakati anakaribisha wageni huko anaangalia pochi ya nani imekaa wazi, waliti ya nani imekaa vibaya. Mwanangu Jau anapita nazo huko, ndole zinaendelea, anapiga ndole huko fofinga, huko naendelea na shughuli. Kwa hiyo mambo yote yatakuwa fresh wangu, zingatia, au si? Fanya hivyo mama. Wewe unafanya nini? Kipele kinaniwasha tu hapa hivi na kuna kidogo, si unajua. Unajikuna na panga? Halo. Sitaki uniambie chochote. Wewe kuweka 30,000 humu ndani. Uweke kwa 30,000 humu ndani kwa mtoto wangu nemlea mwenyewe. Huyu kuku, huyu mbuzi. Nakwambia hivi, sitaki kusikiliza maneno yako. Sitaki kabisa. 30,000 kwa hela. Mwenyezi Mungu nini?
Hakuna cha Mwenyezi Mungu wala nini hapa. Unaniongelea Kiarabu, mimi nakijua hicho. Kiarabu nakijua wewe. Mimi sitaki kabisa, nakwambia sitaki. Nimesema hivi, sitaki uongee chochote. We mpumbavu nini? Tena sitaki urudi hapa. Wewe kuweka 30,000, kumwekea mwanangu 30,000. Amekuwa kuku huyu. Nimesema Kiarabu chako mimi sitaki huko. Na Waarabu wenzio, mimi usiniongeleshe Kiarabu hapa. Tena umeniuti, msirudi hapa. Sitaki kabisa. Wenzio kwenye barua wanaweka 50,000 mpaka laki. Wewe unaleta barua 30,000. Wewe umeona hela Tena anasema usirudi tena umenikwaza nisikuone hapa. Huyu mtoto wangu nimemlea mwenyewe. Sitaki kabisa nakwambia, tena ukome. Urudi Kiarabu chako huko. Sitaki kabisa. Nimesema sitaki. Subiri kwanza. Hebu subiri kwanza usikate. Nakutaka kweli wewe leo. Nao nasemaje? Kwanza sasa hizi mamangu. Shikamoo mama. Marahaba. Ina maana mama unataka kuniambia makelele yote hayo kwa sababu kwenye barua imewekwa shilingi 30,000? Wewe unaonaje? 30,000 kwa hela? Kweli hela ndogo sana. Sasa mama, kabla ya yote nilikuwa nataka nikuulize mamangu, kwenye mtaa huu nilikuja, kuna siku niliambiwa kuna viwanja vinakatwa kwa awamu, kwa mwaka wanalipa mara 3. Hivi mamangu unaweza kanielekeza ni wapi hapa? Mimi dalali. Nimekuuliza tu mamangu. Walikuambia mimi nina viwanja hapa. Basi mamangu, nimekuelewa. Mimi naona nikuache. Mungu akijalia heri tutaongea vizuri, na hisi nimekosea nyumba. Nenda. Asante sana. Au wewe ndo wale. Tena usirudi kabisa hapa. Huyu amenikwaza na wewe tena unakuja kunikwaza. Una lako jambo Halo. Umekata Kumbe wewe mshenzi. Nitaka nikusuuze leo wewe. Mpaka ungejua, na usirudi hapa. Na wengine wanakuja hapa eti viwanja. Mimi wameniona dalali hapa mtaani. Waniache kwanza. 30,000 eti 30,000 kwa hela 30,000. Mwanangu sio mbuzi. Oya mshenga. Kumbe ni wewe mshenga. Sikiza mwanangu. Hujakutana na vijana wawili hivi mwanangu, mayanki hivi madogo janja hivi. Wamejitolea namba kishenzi mwanangu, na watafuta mazangu mwanangu, popote pale nitakapowaona. Mimi nawamwaga juisi wale watoto. Na watafuta wale watoto macho mwanangu, nikiwaona wale nawamwaga juisi. Walichokifanya wale wameingia feri, wamejamba hapo, wameshtua samaki. Hapo wajui huu mziki walioingia. Mimi sifagili yoyote mwanangu, si under fee. Unaelewa Wale watoto nikiwakamata mwanangu, mimi nabonyeza reli. Mwanangu. Hebu niambie, hujakutana nao huko? Sio kuonyesha njia. Kwanza nisikilize nilichokutana nacho hicho, na kijua nilichokutana nacho ukweni kule. Umekutana na nini tena? Kule ukweni jao kweli, nimeenda kule nimefezeeka kinyama Umeshaelewa kule ukweni nafika tu pale namkuta mama mkwe anamchamba mtu kwenye simu. Anamwambia kabisa, hii barua uloileta sijui na shilingi 30,000, sijui hata ungeleta laki, afadhali laki. Shilingi 30,000 nakwambia sisi hatuwezi tukakubali, mwanamume gani tu. Anachambwa vibaya sana. Imefika kipindi mimi nimeanza kujisikia vibaya pale. Alafu mimi mfukoni kwenye ile barua ulionipa kuna shilingi 10,000. Nikiangalia watu nyomi pale wamejaa, unaambiwa wanasikiliza jinsi mama mkwe anavyomchamba yule mchenga. Wewe imeniuma, nikajisikia vibaya kabisa. Niulizie viwanja pale. Nikaulizia viwanja hapa, viwanja shilingi ngapi? Mama mkwe akagundua kama huyo pengine na yeye ndo wale. Nisikilize sasa mwanangu. Mimi ninachokiona kitu kimoja. Mimi naona hapa ushenga umenishinda. Wewe mwachie Mungu ili swala, wewe mwanamke wewe umuwezi. Mwanangu, mimi simwachie Mungu ili mwanangu, kuna vitu vya kumwachia Sagodi, ana vitu vingi vya kufanya. Kuna watu wanaomba huko mtaani, kuna vilema, kuna watu wako hospitalini mwanangu. Hili la kumwachia Mwenyezi Mungu, simwachie Mwenyezi Mungu ili namaliza mimi mwenyewe. Kwenye barua uliweka shilingi 10,000. Alafu yule mama alikuwa anamchamba mtu kwa sababu katoa 30,000. Sasa shika hii 10,000 yako. Sasa mbona kama hivi mwanangu, au kama unarudisha 10,000 tu, hiyo barua yenyewe iko wapi? Hiyo fedha nilokutana nayo mimi kule. Ile barua yenyewe nimeona bora niichane, nimetupa jalalani, nimechukua 10,000 nikaitia mfukoni, nimesema ngoja nimpeleke mwenye hela yake. Sio mchezo, nakwambia jinsi watu walivyojaa pale. Yule baba mkwe yule, mimi naisa ananitaka yule. Shamba yule ananitaka. Ndio maana amekataa hela yangu. Sema nini? Shega baridi. Ila sema
mchumba wangu maskini ya Mungu. Sasa kamwambia nini huyo mchunga? Mimi naondoka zangu bwana. Wewe hata na mambo. Na mambo chira. Wangu 10 yangu amerudisha mama mkwe kweli, mchumba akanikatalia. Sasa mtoto namuoa kweli kwa staili au nikaposi nichukue kibabe nitie shingoni nikimbie? Sema baridi mwanangu haina noma. Haina hiyo mwanangu. Nyeupe kama zigi, nyeupe kama sanda, msuba shoga makaka. Mwenzangu naosha vyombo, mgangu nimechelewa leo. Karibu. Asante. Afadhali umekuja mwanangu. Leo ungenikuta polisi. Wapi? Polisi? Yaani inakuwaje mpaka unapelekwa polisi? Sikaja mshenga kaleta barua. Hiyo barua kufungua ndani na 30,000. Kwa hiyo 30,000 wewe mwanangu akuolewa na 30,000? Nimempigia simu huyo mshenga, nimemchamba, nimemsuuza kisawasawa mpaka huko aliko saizi anasema hiki kitu gani nichokutana nacho leo. Kwani barua imetoka kwa nani kwani? Hiyo barua inaandikwa taliki, si taliki. Yaani mimi ndo maana nagombana naye kila siku. Yule kaka mimi simpendi. Yaani akili zake anajua mwenyewe kwa kweli. Yaani akili zake zinamtosha yeye mwenyewe, ndo maana hajashindwa kuweka 30,000 kwenye barua. Hivi mimi mkono kuleta 30,000? Ndo maana mimi nagombana naye yani. Achana naye. Hata mimi nitakushangaa mwanangu, ulivyokuwa mzuri. Mwanangu nimehangaika na wewe masiku yote hayo. Huku na huku, jua mvua, mimi niko na wewe. Leo ukaolewa kwa 30,000, mtu analeta 30,000 kama 30. Mimi ndoto zangu nataka upate bonge la bwana. Asa mamangu nikwambie, kwenye hilo swala la huyo bonge la bwana ni achini. Yaani bwana wa maana, bwana mwenye akili timamu, bwana anaeleweka ni achini. Nitakuletea mkwe huyo, kachangamka vipi? Anaelewa vipi? Yaani yake kuongea kwa udogo. Mimi nina ndoto mwanangu. Ndoto gani mama? Ndoto zangu nifanye bonge la biashara. Biashara gani? Nataka nifungue, unaona pale? Nataka nijenge bonge la store ya mkaa. Nipate angalau gunia hizi 3 za kuanzia. Nataka hapa mtaani wenyewe watajua. Limeisha, achana na wewe 30,000. Hata mimi nitakushangaa. Wewe mwanangu ulivyokuwa mzuri. Leo mtu anatoka huko haeleweki. Mimi nipo ndani. Haya bwana, nakutegemea mwanangu. Haya. Yote kwa yote niseme asante sana kutumia muda wako vizuri, na nakuahidi ukiwa na mimi hautajutia kabisa. Nashukuru, na mimi nimeenjoy. Na hilo ombi lako la iPhone macho matatu, ondoa shaka kabisa, nitakupatia. Cha msingi tu jaribu kunifikiria kidogo ombi langu. Wewe niambie tu unataka kitu gani, mimi nakumalizia na leo unachokitaka chap. Mimi sio shida zangu yani, mimi natimiza hadi mapema.
Ni mimi wewe nipe tu ahadi yangu, mimi nakufanyia mambo mmekongosa shida zangu wala nini. Basi mlamu wewe. Unamfahamu? Vitoto tu vya hapa mtaani vikishavuta bangi vinaona vimechanganyikiwa. Mtoto wa kitaa ndumu anachanganyikiwa. Mamtu wafu bro, sikia, mamtu wetu ujue hapa mtaani ujue. Kila mtaa, yani kila mtaa unaoga kupita anaeleweka kwamba ni mamtu. Afu unakuja kishiko beki chako iko hapo mara hii. Mboi vipi? Yani mlamu unamsaliti, yani unamsaliti bla zangu mimi kisa huyu jamaa kwa sababu kapiga suti au vipi? Kaulamba mlamba lipsi kama hivi, mawani kwa mbali, kaja na kipira chake hapa mtaani ndo anatamba tamba. Mbona unauchamba sasa? Yani umesema na mama mtu unauliza, unamjua? Nisikilize. Hapo nyo umeakanyaga, umeatimba. Mzee baba, umeakanyaga. Yani hapo nyo ushaingia mtumbu wa vibwengo. Afu kati ya maji mtumbu umezima. Tunachukulia baridi, na nichukulia ngea au vipi? Sasa baby, achana na watoto mchanganyikiwa, afu mtaa wetu ufurahini wazoe. Unajua watoto wadogo kama hao sisi waga tuongeaje nao. Cha msingi sana tunafanyaga vitendo tu. Haya basi mimi naenda nyumbani. Tuchelewe mtaani hapa. Poa. Haya poa. Blaza, kuna mshamba keta ukamu kitani. Mdogo wangu vipi, mbona mapepe kama hivyo? Tuliza mtoli kwanza mwanangu, sema. Kuna mjamaa fulani kapiga suti mwenyewe, kapiga maana yake ile, kaja na kipila mtani ana kaka na mamkali, yani mamtu wetu sisi tunamtegemea yule. Kaeta ukamu. Mshamba gani kachamba huyo mwamba? Blaza, mimi nakuharibia basi. Afu salau zaidi. Akashika kipwinto mbele yangu ninaona. Mdogo wangu, nionyeshe huyo mshamba aliyechamba nikamchambishe na upanga. Iko wapi? Blaza, imechoma kinyama, nimechoma mpaka mimi natoka tangu mbio na kuja kukufuata wewe, kukuelekeza. Juzi si alikalia ko? Jana kakalia ndo. Sasa hii kalia leo twenda kakalie.
Jamani, kwani mimi nimewakosea nini? Bwana mimi naitwa 200, sina kosa lolote. Naomba msamaha, mnisamee mimi. Sina kosa lolote. Wabato vipi mshamba nini? Ukishanta cha mtaani nini? Dogo, mbona jamba vitani mwanangu naye? Anajamba vitani afu ile kwa masela na aanza kwa chandala. Tusebenze, tuondoke kwanza tumfuate huyo mshamba huyo. Asema nini blaza? Yule mshamba yupo itikeli kama hizi za mshamba ndio kimbia hapa huyo. Alafu kingine kinacho anataka kumzengua tu. Antola mi bastola. Anakuonesha nini? Bastola ile papa. Ana bunduki. Asa mimi nimemwambia sikia penja anaingia blaza. Ile oi Gwalaman sielewi. Wewe dogo unanipeka mimi kwa huyo mwenye bunduki au si? Na mimi nikubali sana na mtu ovyo. Sema nini? Wewe dogo punguza skei. Wewe dogo hauko serious. Wewe hauko serious. Wewe unitaki. Ina maana blaza wewe inakuwa mtu umpendi wewe. Panga ili kuli na butu, naenda kunoa panga. Au vipi? Sasa mimi nirudi hapo. Urudi wapi? Enda kwenye bunduki. Basi nakwambia nikambie mamangu. Nimepata danga hilo. Yaani huyo sponsor sio maskini. Ananispoil vipi? Ananionga vipi? Umeona hivyo vitu vyokupo ndani hivyo? Hivyo bichache. Kasema kesho kutwa ananiongezea vingine. Na kubwa kuliko yote ananipa simu macho haya. Macho haya. Matatu, fanya kama unaona ninavyoanza kuwabimbia watu yani. Anavyoanza kusumbua na kisimu changu. Macho matatu? Hiyo inaitwa iPhone. Na ama kwenye vibatani visoswadu kama natumia remote huko na ama. Naingia kwenye iPhone macho haya matatu. iPhone. Oho. Yaani wewe mwenyewe unaiongea kwa uchache, inaitwa iPhone macho matatu, ananiletea kesho. Mungu wewe unipe nini? Ndoto zangu hizo zinatimia za store ya mkaa. Kama naona vile. Hiyo store hiyo achana nayo kwanza. Ngoja anipe hiyo simu iPhone macho matatu. Ina maana huyo bwana hawezi kuniwekea mimi store ya mkaa? Sijasema hawezi. Anaweza na atakufungulia muda ukifika. Ila ili ache kwanza ile swala langu la kupewa iPhone macho matatu lipite. Hiyo store yako atakufungulia kama unavyotaka. Mungu we, kama naona store ya mkaa ndugu yangu. Nakupendaje? Oye. Sasa baby, mbona umekuja ghafla lakini? Ni kweli lazima ya ghafla. Kwenda pa changamoto kubwa sana kukupata. Ukizingatia simu kwa sasa hauna. Sasa nimekaa nyumbani nimefikiria pale. Kwa nini nipate shida? Wazi yako na muonekano wako unatakiwa utumie simu yenye kuendana na wewe. Ndio. Sasa kuna jamaa wangu hapo Dubai, mjaribu kuwasiliana naye ili mali nipate simu ambayo inaendana na wewe. Si unajua hapa Tanzania simu nyingi sana ni copy. Hizo unazozihitaji hizo iPhone. Na at least upata iPhone 17 ndio kidogo unaendana nayo. Unajua ni mzuri sana Sasa siku mbili hizi huenda akaja. Lakini sasa napata shida sana jinsi ya kupata. Hata niua mama. Nimani kuna kisimu hiki. Naona bwana kuletee. Kiko kutebuta siku 2-3. Wow bibi, hii hapa kwangu. Mbona vitu vidogo hivyo? Yaani siamini, yaani sasa hivi nina iPhone. Jamani. Wacha nikoma. Hebu ndio inawashwa wapi? Hapa? Hebu relax kwanza. Baby, hii iPhone ni ya kwangu. Hebu nisikilize. Unatakiwa relax. Hiyo ni kweli ni iPhone lakini haiendani na wewe jinsi ulivyo. Lakini si iPhone, si hapa iPhone. Cha msingi ni kurelax na kutumia siku mbili hizi tu. iPhone yako ikifika ndio ufanye hivi tu unachotaka kufanya. Yaani unanilezea na nyingine? Nisiamini daddy. Mungu anipe sema mimi jamani. Okay baby, asante, nashukuru. Asante daddy. Usijali, uzuri wako ndio unasababisha mpaka mimi nakufa mali.
Odi. Odi. Asante. Karibuni. Asante. Mama, habari? Salama, za huko? Nashukuru. Kwema? Kwema. Binti yako tumemkuta? Mmemkuta, yupo. Tulikuwa tuna shida naye. Diva! Diva! Njoo, kuna wenzio huko wamekuja. Mama, naitwa Afande Michael kutoka kituo cha polisi Oysterbay, nikiambatana na Afande Sasha, dawati la upelelezi. Binti yako anashutumiwa kwa kesi ya mauaji. Mauaji? Ndio, kwa kesi ya mauaji. Ila mama, mimi hapa sija. Binti, usitaki tudhalilishane. Tii sheria bila shuruti. Mwanangu jamani, mwanangu jamani, mwanangu jamani, mimi jamani, sio muuaji mimi. Mwanangu mwacheni, sio muuaji mwanangu mimi jamani. Mwanangu yala, mwanangu mimi jamani, mwanangu mimi. Shemeji, hivi ninavyokuambia huyo mwanamke wako amekamatwa na polisi. Ana siku hii ya 3 yupo huko kituoni mpaka leo hajatoka. Na inavyosemekana kapewa simu na sponsor yake, sio bwana yake, sio ni kitu gani. Na inavyosemekana bwana yake ni jambazi tena sugu alokubu. Wamevamia kwa Muhindi, wamemuua na wamemuibia baadhi ya vitu. Na inavyoonekana hivyo vitu walivyoiba na hiyo simu ikiwemo. Asama polisi katika kusachi sweet lakini voice sio kitu gani ndio imesemekana hiyo simu alikopo na demu wako. Shega yuna noma baridi baada. Mbona sikula kawaida kati ule mtu wako? Yes, kakamatwa baridi. Hiyo ndio nzuri, hiyo I like yani. Hiyo baridi. Wewe ajabu kumbe. Sikia. Hebu ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua sometimes unabidi mfike hatua muelewe. Unajua muuni akipenda anapenda kweli. Mimi yule demu nimpenda, nilikuwa namzingatia kwa kila namna. Nimemgei kila kitu, yani mimi nauza loan na ingia load kwa ajili yake aishi. Nimpenda, nimejitoa kwa kila hali. Lakini angalia nini mwisho siku alichokuja kunifanyia. Kaingiwa na tamaa za iPhone. iPhone zina nini? Nyie wanawake mbona mtaki kutulia? Nyie kizazi cha atra. Yaani mtu yuko lazi hata kulala na jitu kama baba yake au babu yake yani. Alafu nyie kulainisha tu mnawaita eti mbaba. Hakuna mbaba. Mbabu ni mbabu tu. Hamna cha mbaba, hamna cha nini. Yule ni mbabu. Unalala na mbabu ili akupe iPhone. Ya nini mzee? Ya nini? Sasa tamaa zimemponza sasa. Angalia sasa hivi ameenda jela. Mimi nimwambia tulia na mimi. Nilimletea kila alichokitaka lakini mwisho siku ameniona mimi fala, au sio? Sasa kama hakimu amemfunga miaka 10, mimi naenda kuongea naye hakimu amuongezee mingine 20 mbwa yule. Nite Team Black Toto Uswahilini wala soma saki. Nite Team Black Toto Uswahilini wala soma saki. Munte Team Black Toto Uswahilini wala soma saki. Nipo mtaani kila siku, najua maisha ya mita. Storoway kwenye gari, Nite
Nite Team Black Toto Swahilini wala soma saki. Nite Team Black Toto Uswahilini wala soma saki. Nite Team Black Toto Uswahilini wala soma saki. Nipo mtaani kila siku, najua maisha ya mita. Storoway kwenye gari, storoway kwenye meli, storoway kwenye ndege, storoway mpaka peponi. Nite mweusi, nyeusi kama lami, chumba chagua bega, nikakufungie ndani. Jau kweli jau, jau kibaka, jau kweli jau, jau kibaka, jau kweli jau, jau kibaka, jau kweli jau, jau kibaka. Jamani jau ni noma, kasapigwa na kijiji bado hayakoma. Anaiba msitini, kanisani na kwenye ngoma. Mkika vibaya na namba mtaisoma. Jau kweli jau,